na tuketi katika viti vyetu ambavyo ni maana sana wakati kama huu, na wakaribisha nyote katika kipindi cha kupokea neno la Mungu. Amen. Kama tunaye mgeni, jina ni Mchungaji Patrick, nimeokoka, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu, nimesamehewa dhambi, niko na hiyo furaha na tabasamu ya kuitwa mwana katika ufalme wake. Amen. Napenda tukaendelee na somo ya Jumapili iliyopita. Somo ya Jumapili iliyopita tulikuwa na mada ya being rooted in Christ, kwa tumepandwa katika Kristo. Na leo hii ningependa tukaende hatua mbele, tukajisomesha ama tukasome pamoja kuhusu thibitisho ya kwamba umepandwa katika Kristo, evidence that you are rooted in Christ. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa in summary tulijifunza ya kwamba kupandwa katika Kristo kumaanisha tukue na mind kama ya Kristo, pia tukue na mawazo kama ya Kristo, pia tukue na mapenzi kama ya Kristo, pia tuchukie chochote Kristo alichukia, na pia tukue na upendo kama vile Kristo alipenda. Tukue pia tunakumbuka ya kwamba sio sisi tunayoishi, ila ni Kristo aliye ndani yetu. Na la mwisho tukasema ni ya kwamba tukumbuke tumepewa mamlaka juu ya giza na ufalme wa giza. Bwana Yesu na asifiwe. Ni nini utatazama na uweze kukamilisha ya kwamba huyu mpendwa amepandwa katika Kristo? Ni nini utatazama na ya useme ya kwamba huyu mtu hako ndani ya Kristo, huyu mtu amesimama dhabiti ndani ya Kristo, huyu mtu ako sawa ndani ya Kristo? Bwana Yesu na asifiwe. Leo tutasoma mambo tu matano, mengine tutaendelea wakati wa ibada nyingine, na Mwenyezi Mungu atatubariki. Mstari wetu wa kutuongoza uko pale wa Kolosai 6:2 kuanzia 6 na 7, na tumewekewa pale kwa mtandawazi, tunaweza kusoma pamoja. Tusome. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, ishini vivyo hivyo katika yeye, wenye sina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyojifundisha, mkizidi kutoa shukrani. Kujengwa katika yeye, kujengwa katika yeye, ndio maana ambao tunaendeleza wakati huu. Na leo tumenarrow down, tuone ni nini utatazama ama ni nini utaona na useme huyu mpendwa amepandwa ama amejengwa katika Kristo Yesu. Bwana Yesu na asifiwe. Tuwekewe mstari wa sura ya kwanza mstari wa 4. Hapo ndipo tunaona kitu cha kwanza ambacho tutakitazama na tuweze kusema kweli huyu ndugu, huyu dada hako amejengwa ama amepandwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Ni ability to live our faith in Jesus Christ. Jambo la kwanza ni kuwa na uwezo wa kuishi katika imani yetu ndani ya Kristo. Kuwa na uwezo wa kuishi katika imani yetu ndani ya Kristo. Mstari wa 4 unasema, tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlio nao kwa watakatifu wote. Underline the word, turudi tu mstari. Habari za imani yenu katika Kristo Yesu. Niliwaambia Jumapili iliyopita ya kwamba kanisa hili Paulo kuna uwezekano hakuwa amewatembelea
na kuketi na wao na kusoma na wao pamoja. Lakini kuna huyu mwanzilishi ambaye ni mtendakazi pamoja na Paulo, alikuwa anapasha Paulo na Timotheo na wale ndugu wengine kuhusu kanisa hili la Wakolosai. Na ni kanisa ambalo lilikuwa linaendelea vizuri, lilikuwa lina jina njema, na baadhi ya mambo ambao yalikuwa thabiti na wazi katika kanisa hili ni habari za imani yao katika Yesu Kristo. Wapendwa waliokusanyika katika kanisa hili la Wakolosai walikuwa ni wapendwa wanaoishi kwa imani. Bwana Yesu na asifiwe. Ukia aliye karibu na wewe mwambie, Mungu anahitaji Wakristo ambao wanaishi kwa imani. Haleluya. Na je, imani ndio nini? Biblia imesema imani kutoka pale kwa Hebrews chapter 11 verse 1. Lakini tukienda pale tufunguliwe hilo, lakini tukienda pale tutaweza pia zaidi kuelewa je, imani ni nini. Lakini wacha tuanze na hii ndio twende pale katika Biblia pia tuchambue zaidi tuelewe je, hiki ambacho kilikuwa kimewabeba wapendwa wa Kolosai ni nini? Twende kwa haraka pita, masaa hatuna hapa, mambo ni mengi, masaa ni machache. Are you there? Hebrews 11:1. Hii soma pamoja na mimi. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni kusadiki mambo yasiyo. Haleluya. Kuwa na hakika ya mambo unayotarajia, yani uko na uhakika. Imani ni kuwa na hakika ya mambo unayotarajia, ya kwamba unatarajia Mungu atakubless, na hakika wewe umesimama hapo, umekwama hapo, hata kama ni nini inakuzunguka, hata kama ni jaribio kiasi gani, wewe umekwama hapo, ninajua siku moja Mungu wangu atanibless. Nina imani siku moja kikombe hiki kilicho na uchungu huu Mungu wangu ataniondolea. Nina imani siku moja ugonjwa huu ambao umenisumbua, ambao umenitesa, nina imani siku moja Mungu wangu atauondoa. Kuwa na uhakika ya mambo yasiyo kuwa yametendeka tayari. Unatarajia tu. Bwana Yesu na asifiwe. Mwingine akasema imani ni kuamini Mungu, kile Mungu amesema itakuja na kutendeka hata kama itachelewa. Amen. Faith is believing that whatever God says, it will come to pass despite the delays in the process. Hiyo ni imani. Amen. Kile Mungu alisema kunihusu, Mungu alisema ninayo mipango myema kukuhusu, mipango ya kukupea matumaini na sio mipango ya kukuharibu na kukuangamiza. Siku moja itakuja na kutimia katika maisha ya mtu wa imani. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Sijui naongea na nani, mtu ambaye amengojea, amezunguka, amekwama, anaangalia hili, hakuna hope, anaangalia pale, hakuna hope, anaangalia pande huu, hakuna hope. Nimekuja kukuambia njia moja ya kuweza hayo yote ni kujenga imani yako ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Jambo la pili, tunaenda haraka, hatuna masaa ya kuharibu hapa. Jambo la pili ni nini utaona useme huyu mtu amejengwa
katika Kristo. Ability to endure all sort of hardships. Uwezo wa kuvumilia mangumu yote yanayokuja njia ya Ukristo wako. Bwana Yesu na asifiwe. Siwaidanganywe na mtu akikwambia kwa Yesu ni tambalale. Siwaidanganywe na Yesu ana mtu akwambie mambo ya imani ni sawa, kila kitu ni furaha, kila siku ni tabasamu, kila siku ni shangwe, kila siku ni basi, kila siku ni pate ya tabati. Nakwambia kuna nyakati zinafika, tunaishi katika sako tatu za binadamu. Binadamu ako katika sako tatu. Sako ya kwanza, mawimbi yamepita. Sako ya pili, humo katika mawimbi. Sako ya tatu, mawimbi yanaja jianda. We cannot run away from these three circles of our lives. Either kuna kitu ulingangana ukaweza, mawimbi yamepita, ama kuna kitu saa hii imekuchapa ile yako yote. Au lali, au na amani, au na furaha, au na tabasamu. Hata ulipoamka ukaomba ukasema naenda kanisani, umejisukuma tu kwa maana kuna kitu imekuzunguza, unajiuliza maswali haina mwisho na haina majibu. Let me encourage you. It is not permanent. It is about to end. Na kama wewe hujafikiwa, usijione hodari. Jiandae, inaweza kuwa nyacha. Amen. Uwezo wa kuvumilia. Twende pale mstari wa 11. Sura ya kwanza tu mstari huo. Ni pale tumefika. Mstari wa 11. Nisomeni tafadhali. Mkiwezeshwa kwa uwezo kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na subira ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Mpate kuwa na subira na uvumilivu pamoja na furaha. Subira, uvumilivu pamoja na furaha. Una uwezo kama umebandwa ndani ya Yesu. Yesu kitu kimoja nakupa, unapoendelea na kukua ndani yake, anakupa zawadi ya subira, anakupa zawadi ya uvumilivu, na anakupa tunda la furaha. Umewahi bado na mtu unacheka na yeye akikutazama unapaswa kuwa unalia? That is the works of grace of God. Anaposikia story yako, anaenda akikuhurumia, wewe unabaki na furaha. That is the work of grace of God. Anaposikia habari za watoto wako, anabaki akilia yeye mwenyewe, wewe umebaki na amani kuu. Kwa maana unajua kuna zawadi ulipewa na Mungu inaitwa subira, na kuna zawadi ulipewa na Mungu inaitwa uvumilivu, na kuna zawadi ulipewa na Mungu inaitwa furaha. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Hapa najua kuna watu tumekipata. Kuna watu tumekipata. Sijitoi kwa hiyo mix. I might be speaking to a soul. Mtu ambaye amechapa mpaka kachapika vizuri. Na acha nikwambie, usife moyo dada. Usife moyo ndugu. Usife moyo baba. Usife moyo mami. Mungu aongezee level yako ya subira. Mungu aongezee level yako ya uvumilivu. Mungu aongezee level yako ya furaha. Usikae hali yako. Usikae mapito kama yako. Na usiwe tu vile hali iliko. Don't be asodiani, usifananishwe na hali ambayo imekuchapa. Watu wanapokuona wanajua story yako, wanajua mapito yako, but they can see hope in you. Naweza hata kuwahubiria waokoke na wapokee zawadi ya wokovu kupitia kwa maisha yako. Bwana Yesu na asifiwe. Lakini uzuri, hauko peke yako. Mwambie aliye karibu na wewe, hauko peke yako. Haleluya. Mwambie Baba wa mbinguni anajua. Nikuonyeshe vile anajua. Nikuonyeshe. Twende kitabu ya Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 na 8. Hauko peke yako. Hauko peke yako.
kazi za kwangu, it's better you begin to believe now. Because whatever I'm saying is biblical. Twende pale Victor, niweke pale. 3:7. Kutoka 3:7. Mungu akasema nini? Yes. Niwapandishe kutoka nchi ile hadi nchi njema, kisha pana, nchi iliyotiririka maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Rudi hapa. Haya, na Bwana anasema, na mkaaji wa Kibwezi anayemwabudia kanisa la ACK pale Kibwezi, Bwana anasema, nimeyaona mateso yako. Nimeyaona mateso yako. Haleluya. Tunaiweka wazi katika hali yetu. Hao walikuwa wana wa Israeli katika mateso wana wa Misri, lakini sasa sisi Bwana anatuambia, nimeyaona mateso yenu. Wanangu, najua mateso yenu, na anaendelea kusema, nami nimekwisha sikia. Nimekwisha sikia. Hicho kilio umelia, Bwana amesikia. Hayo machozi hayajaenda bila kutambulika, Bwana ameyatambua. Na Bwana anasema nini? Kilio cha kwa sababu ya wasimamizi wa maana. Ambia mtu nayajua. Ambia mtu nayajua. Sio mwongeleshe kwa furaha. Mwambie Bwana anajua. Mwambie Bwana anajua. Najua maumivu yako. Twende nane. Tunafanya application simple tu. Nami usilie tena. Mimi nashuka na siji tu kutembea, siji tu ziara za wapi na wapi. Nimekuja nikuokoe kutokana na mikono ya watesi wako, na nikikuokoa nitakupandisha kutoka nchi ya mateso, kutoka hali ya machozi, kutoka hali ya kulemewa, kutoka hali ya kuchelewa, na nitakupandisha katika hali njema. Kisha nipana huko kumejaa wema wa Bwana. Wema wa Bwana umejaa kule. Wema wa Bwana umejaa kule mahali pa Mkanaani, Mhiti na Mwamori. Hallelujah. God is assuring us, katika hali yetu ya kuwa na subira, katika hali yetu ya kuwa na uvumilivu, katika hali yetu ya kuwa na furaha ndani yake, halali ameyasikia, ameyaona, anakuja, anateremka, na anakuja kufanya nini? Kutukomboa. Haleluya. Kwa mtu mwenye subira, hata kama umeingia katika nyumba umeteseka kiasi gani, toka mtu mwenye subira, toka mtu mwenye uvumilivu, toka mtu mwenye furaha, toka mtu mwenye amani ya Bwana. Haleluya. Nasikia.
nitakurejeshea. Bwana Yesu na asifiwe. Number 3, ability to serve your God. Ni ishara nyingine umepanga, umejengeka katika Kristo. Uwezo wa kumtumikia Mungu wako. Unaweza tumikia Mungu wako na pesa zako. Unaweza tumikia Mungu wako na wakati wako, your time. Unaweza tumikia Mungu wako na talent yako. Unaweza tumikia Mungu wako na skill yako. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa maana hatuishi hapa milele na milele. Nataka uulize aliye karibu na wewe. Hatuishi hapa milele na milele. We can move by transfer. We can move by relocating. We can move by going to our Father. Wakati utakuwa katika hii nyumba hii, watu watamisi nini uliokuwa unatoa kama huduma yako kwa Mungu wako? Nataka umuulize aliye karibu na wewe Yesu. Because atuishi hapa milele. Bali we are not here permanently. Baba hapa amesema Malinda alihubiri hapa. Malinda aliko tena. Tushampanda, tunangoja wafu kufufuka, zote tuwapie kwa Bwana. Watu watakukumbuka na huduma ngani uliokuwa unamtolea Bwana katika haya madhabahu. May God forbid, if now I fail here, na nikose kuamka tena, kanisa hili litanikumbuka na nini? Ni huduma ngani kanisa hili litanikumbuka? Kama sasa hivi wewe ushikwe na kitu na uanguke hapo, ikuwe police case, tutakatua hiyo police case mpaka iishi nikisimamia. Nitoe ushuhuda, alikuwa ameketi amesikiza mahubiri vizuri, nikaona tu amefanya hivi, nikaona tu ametulia. Nitoe ushuhuda kabisa mpaka polisi kubaliane na ushuhuda wetu, tupewe nafasi sasa tukakuzike, tukakupanda. May God forbid. Ni huduma gani ambayo unatoa Bwana katika madhabahu yako Bwana, watu watakukumbuka nayo wakati hautakuwa hapa? Kuna wazee Bwana na wasikio wanatajwa hapa. Baba akiwataja. Kuna mzee fulani. Kuna mzee fulani. Kuna mama fulani. Sasa hivi au hapa. Lakini kuna kazi inaweza kumbukwa walifanya. Bwana Yesu na asifiwe. Mungu awabariki waliotujengea nyumba hii ya kuabudia. Hawabariki sana. Kwa maana walitupea mahali tunaweza kumwabudia Mungu bila tatizo. Kwa amani kabisa. Na mgeni amepita hapa siku nyingine katikati ya wiki akaingia hapa. Akakaa nimeona amenyamaza, na tunapofungua mlango tutoke akaniambia, "Kweli watu wakiabudia hapa sinawasikianga ni kama wameshaenda kwa baba wao. This place is very cool. Mahali pametulia hapa hivi, nimesikia pametulia. Si watu wakiabudia hapo wanasikia vizuri." Akasema hiyo baraka iwaendee kizazi kilichotujengea nyumba ya kuabudia Bwana. Bwana Yesu na asifiwe. Ni kazi gani kanisa itawahi kukumbuka naye wakati ule utakuwa umetoka? Pia kuna Wakristo wanatupea wakati mwingine mgumu sana wa kuhubiri. Kwa maana hatukosi kuhubiri kwa mazakaya, tutahubiri. Tutakuja kuhubiri kwa mazakaya yako. Lakini upata tunajiforce kutamka maneno. Tutajaribu kukumbuka alifanya nini huyu. Huyu alifanya nini? We try to analyze. Hakuna. Kwa hivyo tunambuni tu ushuhuda. You force us to lie and you are living na uko hai. Ambia mwenzako usihukumie na sisi kudanganya. No. Usihukumie wewe kudanganya Bwana. Na uko hai na Mungu amekubariki. Kama si pesa amekupa wakati. Kama si wakati amekupa talanta. Kama si talanta amekupa skill ambao unaweza tumika katika madhabahu haya ya Bwana. Bwana Yesu na asifiwe. Amekujibu. Utakumbukwa na nini? Nataka sasa turudi kwa hiyo swali. Utakumbukwa na nini? Kama hakuna kitu, kama unaona ule mjamaa alipotri Yesu aliitwa nani? Aliitwa nani? Najua aliishia vibaya sana. Alisema kujifanya nini?
Usingoje mpaka ukasirike mpaka ujinyonge, badilika saa hii. Na yule mwingine alimkana Yesu mara 3. Alikuishia kulia kilio cha uchungu, akisema kweli nimembetray baba. Nimemkana baba yetu. Na alia cha uchungu, akiomba msamaha. Na wewe enda kujifungia bedroom kwako, enda kujifungia bedroom kwako. Kama hauna kitu unaweza taja hapa umefanyia Mungu, enda kujifungia bedroom kwako. Na kutoka Jumapili ijayo umbadilike na ufanyie Mungu wako kazi. Hii kazi unafanya si ya Mailu. Haleluya. Hii kazi ni ya nani? Ni ya Mungu. Haleluya. Mungu atubariki na atusaidie. Namba 4, ability to reject false teachings. Uwezo wa kukataa mafundisho potofu. Tuone pale sura ya 2 mstari wa 4. Tunafuata tu Biblia, fuata tu Biblia. Tusitoke nje ya Biblia, masaa yangu yameisha. Tutataja tu hiyo point na hiyo ingine na tuone. Hebu nisomeeni hiyo 4 and 5. Nasema leo hili. Mtu asije akadanganya kwa maneno ya washawishi. Maana nitakuwa sipo kwa mwili, lakini nipo pamoja nanyi kwa nikifurahi na kuona utaratibu wenu na udhabiti wa imani yenu katika Hebu hapo 4. Ndio tuende kule hicho. Nasema neno mtu asije akawadanganya kwa ndio. Kuna watu wazuri kwa kushawishi watu. Wanajua tu ni uongo. But when you meet them, they can express them in a manner, whatever they are saying is truth. And the truth only. Usidanganywe. Usije ukadanganywa kwa maneno ya kuwashawishi. 8 nasema nini? Hebu tuende vizuri. Ambao tulilisi utongojo lanja. Kwa hivyo ongeza nguvu kidogo. Wale sukari imeenda chini pole. We are almost done. But tunaweza soma na nguvu kidogo. Si kweli? 1 2 3. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Tuanze pale juu. Asiwafanye nini? Mateka. Hali mtu anaweza kuketisha chini ya kundanganya, akuharibie kwa maana amekukamata kwa elimu ya bure na madanganyo matupu. Watusaidie tuweze kukataa mafundisho ya upotofu. Bwana Yesu asifiwe. Ya 5 ni kutazama mambo yaliyo ya juu. Kutazama mambo yaliyo ya juu. Sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Tumalizie hapo. Sura ya 3 mstari wa 1 wa 2. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yafuateni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi katika mkono wa kulia wa next. Yafikirini yaliyo juu, si yaliyo katika nchi. Tazama, ishi sasa kumtazama Yesu. Amenena mwenyewe
Tunatamania tuendelee kupandwa na kujengwa ndani yako Kristo. Ni asante kwa mafunzo ambayo unatuelekeza. Ni asante kwa mafunzo ya Jumapili iliyopita. Ni asante kwa mafunzo ya ibada ya leo. Ni asante kwa macho ya kiroho ambao wengine umeyafungua saa hii kupitia kwa mafunzo haya. Na tunapotoka kwa ibada hii, hatutoki jinsi vile tulivyoingia. Tunatoka wapendwa waliojengwa ndani ya Kristo Yesu. Ninaomba Bwana, thibitisho ambazo tumeona wazi zikawe kweli katika maisha ya kila mmoja wetu. Maana tumepungukiwa kwa njia moja ama nyingine. Bwana, inua imani yetu. Mahali tumepotoka Bwana, turudishe kwa njia yako. Mahali tumeuacha njia ya kweli, tuomba Bwana urejesho kwa upendo. Katika jina la Yesu Kristo, nabariki kanisa lako na wapendwa wako. Katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Amen. God bless you and thank you. Niseme nini Bwana? Niseme nini Bwana? Bali ninashukuru. Tutasimama pamoja na Wakristo wa karne zote duniani kote kuikiri imani yetu kwa maneno ya imani ya mitume. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa wakati wa utawala wa Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa na akazikwa, akashuka kwa wafu, siku ya tatu akafufuka kutoka kaburini, akapaa kwenda mbinguni, na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja tena kuwahukumu watu walio hai na